Yapo mambo mawili yatakaofanya watu wakupe heshima unaostahili kwenye maisha yako. Kama unataka watu wakuheshimu kwenye hii dunia tuliyopo, basi kuna mambo mawili unayopaswa kuyazingatia usiku na mchana. Haya ni maeneo mawili nyeti ambayo yatakusaidia wewe kupata heshima kama unataka kupata heshima maishani mwako. Eneo la kwanza au jambo la kwanza litakalokupatia heshima unaostahili ni kile kitu ambacho watu wanajua kuhusu wewe. Yale ambayo watu wanajua kuhusu wewe, yale watu wanayojua kuhusu wewe, yale mambo ambayo watu wanajua kuhusu wewe ndiyo yanayoweza kukupatia heshima kwenye maisha yako. Unajua, watu wengi tunakosa fedha, watu wengi tunakosa fursa mbalimbali kwa sababu watu hawatujui. Watu hawatujui kwamba tunaweza kufanya nini. Watu hawatujui kwamba tunamiliki nini. Unajua, watu hawatakuheshimu kama hawajui wewe una uwezo gani. Watu hawatakuheshimu bila kujua wewe unamiliki nini. Ndio maana kuna maeneo ukienda kwenye matukio mbalimbali ukienda, watu wanapokuwa bado hawajajua kwamba huyu amekuja na gari wanakuchukulia poa. The moment wamejua kwamba jamaa amekuja na Range bwana, wanaanza kukupatia heshima. Pale ambapo watu wanajua mwanzoni walikuchukulia kawaida, baadaye wanajua bwana, jamaa anamiliki kampuni, huyu ana kampuni ya mavazi, huyu ana biashara yake kubwa kabisa, huyu ana uwezo wa kuimba. Walikuwa na kuchukulia poa na watu ni kijana wa kawaida, ni binti wa kawaida hapo kanisani au hapo mtaani. Baadaye wanagundua bwana, wewe una uwezo mkubwa wa kuimba, unaposti nyimbo zako nyingi YouTube, una followers wengi huko online. Kwa hiyo watu wanaanza kukuheshimu kwa sababu sasa wamekwisha kukujua, wanakujua kwa uwezo wako, wanakujua kwa uwezo wako au kwa elimu yako, kwamba jamaa bwana ana masters, jamaa bwana ana PhD, jamaa bwana ni doctor, jamaa bwana ni profesa. Wanakujua kwa uwezo wako kwamba wewe unaweza, wewe ni mchoraji mkubwa, wewe ni graphic designer mkubwa. Wanakujua kwa uwezo wako, kwa elimu yako, wanakujua kwa yale unayo kwa vitu unavyomiliki, vitu unavyomiliki. Wewe unadhani kwa nini watu wanahangaika kuwa na iPhone? Kama tu lengo ni mawasiliano, wangetumia tu hata simu za aina nyingine. Kwa nini wanahangaika kuwa na brand ya iPhone, Samsung, Google Pixel na branding level za mavazi kama Gucci, saa kama Rolex? Kwa nini watu wahangaike na hivyo vitu? Magari kama Ferrari, kwa nini watu wahangaike na hivyo vitu? Ni kwa sababu ya heshima, kwamba watu wakijua kwamba unamiliki vitu fulani ambavyo watu wengine hawana, ni kwamba hivyo vitu vinakupatia heshima. Lakini watu wanapojua pia uwezo wako, elimu yako, wanapokujua wewe, inakusaidia wewe kuwa na heshima. Kwa hiyo je, wewe jiulize, watu wanakujua kwa uwezo wako, kwa elimu yako, kwa vitu unavyomiliki? Kwa sababu kuna wakati pesa zinakupita kwa sababu watu hawakujui, hawajui wewe unaweza kufanya nini au unamiliki nini. Lakini eneo la pili ambalo litakupatia heshima kwenye maisha yako ni yale mambo ambayo watu hawajui kuhusu wewe, yale watu wasiojua kuhusu wewe. Ni kweli jambo la kwanza tumesema yale mambo ambayo watu wanajua kuhusu wewe yatakupatia heshima, lakini eneo la pili unatakiwa kuwa nalo makini ni yale ambayo watu hawajui kuhusu wewe. Hayo nayo yatakupatia heshima. Unajua, kuna wakati unadharauliwa kwa sababu umevuka mipaka ya kuwajulisha watu kuhusu wewe. Mambo ambayo watu wengine hawapaswi kujua kuhusu wewe, wewe umewaambia. Kwa mfano, umewaambia udhaifu wako.
umewaambia udhaifu wako, watu wako wanakuchukulia wewe ni mtu competent sana, kwamba tayari una elimu ya fedha na unaweza ukawasaidia. Wewe unakuja kuambia bwana, na mimi naye bwana sina elimu ya fedha. Wale ambao huwa nawafundisha ni mambo tu ambayo nina Google huko online na kuja kuwafundisha, lakini mimi nina changamoto. Kwa wale watu walikuwa wanakutegemea zaidi, wanaanza kuona kumbe huyu jamaa naye ni mjinga tu, tulikuwa tunamheshimu, kumbe naye anafeli kama sisi. Kumbe naye tu anazingua kama sisi, kumbe naye ndoa yake inazingua tu kama sisi. Watu wamchukulia kwenye posti zake za mapenzi kwamba uko vizuri, kumbe naye ndoa yake inamsumbua. Kwa hiyo ni lazima ujue watu gani hawataki kujua vitu fulani kwenye maisha yako. Vitu fulani kwenye maisha yako. Kuna watu wakijua tu mtaa unaoishi, aina ya nyumba unaoishi, wanakudharau. Aina ya vitu ulivyo navyo, wanakudharau. Walikuchukulia ni zaidi ya hapo. Unapoanza kuongea ujinga mbele ya watu ambao wanakuchukulia kama role model, wanaanza kukudharau. Aina yako ya appearance, watu pia appearance yako inaweza kusababisha watu wakakudharau. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna mambo ambayo wanatakiwa watu wayajue, ambayo kimsingi yatakuletea fursa, yatakuletea fedha. Hayo mambo ndio watu wayajue kuhusu wewe. Lakini mambo mengine ambayo unaona kabisa hayahusiki kabisa kukupatia heshima, kukupatia fursa, kukupatia fedha, unapowaambia watu wewe ni muoga sana, wewe unadhani hiyo itakuletea fursa gani? Utapoambia watu wewe unasumbuliwa sana na changamoto ya uongo au uzinzi, wewe unadhani hiyo itakuletea faida gani kwenye maisha yako? Kwa lazima uweke mipaka kwenye mambo ambayo watu wanayajua kuhusu wewe na yale wasiojua kuhusu wewe. Haya ndiyo mambo mawili yatakayokupatia heshima maishani kuanzia sasa na siku zote ukiyafanyia kazi. Naitwa Lacson Tungaraza, hakikisha unanifollow, una save hii video, lakini una share kwa marafiki zako ili na wenyewe nao wapate heshima wanayostahili kama wewe hapo.